Ni heshima kubwa ambayo Bishop amenipa, kwa sababu katika makanisa makubwa yaliyoko hapa Kenya ni pamoja na hii. Kwa hiyo kuja kufundisha na kuhubiri hapa, Bishop ameniongezea CV. Kwa hiyo sasa hivi ninapotaja kufundisha na kuhubiri kwenye makanisa makubwa, nitakuwa nataja na Umoja Deliverance. Kwa hiyo Bishop amenipa heshima kubwa, namshukuru sana. Lakini pia namshukuru Pastor Emmanuel Kokonyo ambaye ndiye director wa mikutano yote ambayo naifanya hapa Kenya. Amenipa connection na Bishop, na sasa na mimi nimekuwa mtoto wa Bishop Masinde. Kwa hiyo ameshapata mtoto mwingine wa kiroho ambaye yuko Tanzania. Nashukuru sana kwa heshima hiyo. Leo ni siku, sisi kwetu Tanzania tunasema ni siku ya wamama. Siku ya wamama wana heshima kubwa. Kabla sijaanza kuhubiri, nataka niseme angalau kidogo kwa dakika chache thamani ya wamama. Nyie huku msemi wamama, mnasema wabibi. Niseme kidogo, sisi kwetu tukisema bibi una maana ya nyanya. Kwa hiyo ukisema bibi yangu maana yake nyanya yangu. Kwa hiyo kama huyo ndio mke wako maana yake umeoa nyanya. Sisi mke tunamuita mke. Kwa hiyo niongee kidogo thamani ya wanawake. Thamani kubwa ya wanawake. Lakini kabla sijaongea, nisome mistari toka Wagalatia. Sijui kama mnakielewa na hicho kitabu. Maana Wakenya mnajidai wazungu. Wakati sisi tunajua nyie ni Waruya tu, ni Wakikuyu tu, nyie ni Wakamba, msitutishe kwa lolote. Ni Wakisi kabisa, Wakisi. Lakini mnajidai wazungu mpaka kuongea mnabadilisha. Mnaongelea kwenye pua. Si tunajua we ni Mkamba tu. Hatukibadilisha nani, tunajua nye ni Waruya wa hapa tu, ni Wakalinji, tunawajua. Wagalatia mlango ule wa 6. Mstari ule wa 6 mpaka ule wa 10. Wagalatia mlango wa 6 mstari wa 6 mpaka ule wa 10. Wataalamu wetu wameshatuwekea. Anasema mwanafunzi na amshirikishe nani? Mwalimu wake katika mema yote. Msidanganyike, Mungu hafanyi nini? Hadhihakiwi, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachofanyaje. Maana yeye apandaye kwa mwili wake, katika mwili wake atavuna nini? Uharibifu. Bali yeye apandaye kwa roho, katika roho atavuna uzima wa milele. Tena tusichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake tusipozimia roho. Kwa hiyo kadiri tupatavyo nafasi, na tuwatendee watu wote mema, na hasa jamaa ya waaminio. Amen. Sasa kabla sijaihubiri hii mstari, naomba mnipe tu dakika 5 ni appreciate kidogo habari ya wanawake. Kwa nini wako na siku special? Ingawa na sisi ya kwetu ipo, lakini haina nguvu sana. Yani ipo tu. Lakini kwa nini ya wamama ina nguvu? Unajua wanaume so unaona hata kuitika kwenye shida. Wanaume
kama kuna zawadi Mungu alitupa, ni hawa viumbe wanaitwa wanawake. Na ndio maana Mungu alipomwangalia Adamu, Biblia inasema akasema, hey, si vema kae peke yake, nitampa msaidizi. Kwa hiyo Mungu alitupa viumbe ambavyo mimi napenda kuviita hawa wamama ni magenius. Mungu aliwapa akili ya ziada. Wamama wamepewa akili. Ni vile tu wanaume wakati mwingine tunakuwa majeuri, lakini kiukweli akili ya mwanaume huwezi kuifikia. Naongea ukweli, siwafurahishi kwa sababu ni siku yao. Mimi nimewaongezea cheo. Wamama na waita maprofesa. Na waita maprofesa kwa sababu hawa ndio walimu wetu wa kwanza. Kabla hujaenda kindagate, hujaenda primary, hujaenda wapi, lazima upite mikononi mwa profesa mama. Huyu ndio teacher wa kwanza ambaye anamfundisha mtoto kutoka miaka 0 mpaka na kuendelea. Na ndio maana Mungu aliwapa akili ya ziada wa mama hawa. Mama akishapata mtoto anakubali kuwa mwenda wazimu, kuwa kichaa kwa miaka zaidi ya 3 na kuendelea, ili katoto kaelewe. Kwa sababu huwezi kumlea mtoto ukiwa na akili timamu. Lazima uwe tatizo, yani uonekane kama kichaa hivi. Ndio maana unakuta mama anaprai kuwa kichaa ili katoto kaelewe. Unakuta yuko peke yake na katoto, akawezi kusema, akawezi kufanya kitu, lakini anakaambia maneno magumu. Anamwambia baba yako, your daddy, yuko job, atarudi jioni, ata nini. Katoto kako kwenye baby shock kako, lakini kanapewa taarifa. Wamama hawa ni hatari. Anaimba nyimbo hazina manoti ili katoto kajue, sema baba, sema daddy, daddy. Wewe unatoka kazini, unakuta katoto kasa daddy, anaanza kuongea. Wewe mshukuru huyu profesa. Mshukuru profesa huyu. Mungu amewapa akili nyingi magenius hawa. Ndio maana mwanamke, hata wataalamu wanasema ubongo wa mwanaume umekakamaa hivi. Ubongo wa mwanamke una space. Ndio maana mwanamke ana uwezo wa kufanya vitu vitano at the same time na hakosei. Yani muda huo ananyonyesha mtoto, nyonya. Muda huo anakaanga mboga, anapika hapo muda huo. Muda huo anamsikiliza mume wake anasema coffee. Asema coffee, okay. Naleta, subiri kidogo, nyonya mwanangu. Wakati huo kuna katoto kametoka shule kanamwambia mama daftari zimeisha, halafu kuna yere, kuna pesa ya hii, kuna hiki. Anasema sawa mwanangu, sawa, tutakununulia, wala usijali, nyonya. Coffee nakuja. Yani kwa wakati mmoja. Lakini sio mwanaume. Mwanaume ana 1 channel. Akiwa anaangalia taarifa ni news. Usimsemeshe watoto, amalize kwanza hii. Sisi hatuwezi. Ndio maana tunapofundisha mambo ya marriage, ni rahisi kujua mume wako ameanza kwenda na mipango ya kando. Kwa sababu mwanaume hawezi kupenda wanawake wawili kwa wakati mmoja. Akihamia mpango wa kando, wewe utaisoma namba, mawazo yote yako huko. Lakini wamama
Hawa ni genius. Anaweza kawapanga wanaume 5 na msifahamiane. Na anaweza katuma message bila kukosea. Hizi za rent hazikosei, zinaenda kwa mtu muhusika. Hizi za nini hazikosei. Hizi za saruni, hizi za nini. Wamama wako smart. Ndio maana wanalea watoto smart. Mungu ametupa watu smart sana. Lazima uappreciate mke wako. Lazima uappreciate vitu anavyovifanya pale nyumbani. Wewe baba huwezi. Wakati mwingine unamuona mke wako wa kawaida ni kwa sababu hujachukua muda kuangalia thamani yake, vitu anavyovifanya hapo nyumbani. Unamdharau tu, lakini anafanya mambo makubwa ambayo wewe huwezi. Fikiria mama anatunza mtoto kwenye tumbo lake miezi 9. Mtoto anageuza wakati mwingine tumbo la mama gym. Anafanya mazoezi, anapiga nini. Lakini baba uoni yote hiyo. Ndio maana wakati mwingine anasema kuna wanaume wana roho ya kikatili. Mungu na akuponye. Mama tumbo liko hivi, unataka kupelekea maji bafuni. Tumbo liko hivi, unataka kusongea ugali. Tumbo liko hivi, unamwamrisha hai. Mama naenda yuko 2 in 1. Huwezi hata kuwa na huruma kabisa. Kwa hiyo wamama, Mungu ametupa ni viumbe ambao tumepewa zawadi. Ni zawadi. Wababa tuwe na macho ya kuona thamani ya wake zetu, thamani ya mama zetu. Ni watu muhimu sana, wamefanya mambo makubwa katikati ya maisha yetu. Jamaa mmoja alikuja kwangu akaniambia, mchungaji naomba uniombee. Nikasema shida gani? Akasema mke wangu ni mzigo kabisa. Nikamwambia mke wako ni mzigo? Unamaanisha nini? Hana shughuli yoyote, anakula tu. Nikamwambia mna watoto wangapi? 5. Nikasema hao watoto 5 wote umebeba mimba wewe, pregnant, umeenda clinic, hospital, umeenda labor, umejifungua mwenyewe, umenyonyesha. Akasema kwani wanaume tunabebaga mimba? Nikasema kumbe nani aliyebeba? Mke wangu. Aliyekwenda kliniki na nini? Mke wangu. Aliyekwenda leba? Mke wangu. Aliyenyonyesha watoto? Mke wangu. Anayewafulia nguo? Mke wangu. Anayewapikia? Mke wangu. Yaani akawa naimba tu hiyo chorus, mke wangu. Mke wangu. Mke wangu. Alafu sasa nikamwambia, mbona hakuna mahali unasema mimi? Yaani kila kitu mke wangu, mke wangu. Nikamuuliza, sasa hapo mzigo ni nani? Yaani wewe unajiona wa maana kwa sababu ya hivyo vihera vyako vidogo vidogo unavyomwachia mama hapo nyumbani. Ukiacha buku na 1,000 unajiona umefanya mambo ya maana. Ukiacha 2,000 unajiona umefanya mambo ya maana. Paka unasema familia imenilemea. Nikamwambia Mungu akufungua akili. Akasema mpaka hapo nimefunguliwa. Nikasema wamama hawa tuwaheshimu. Usimdharau mkeo. Mwingine akamfukuza mke wake, akasema ondoka kwa sababu umechelewa kunipikia chakula. Yaani mama amempikia miaka yote. Lunch moja anamtimua hapo nyumbani. Akamwachia tutoto tudogo tu. Kabla mama hajafika mbali, tutoto tukamfanyia advertise. Kale katoto kamwisha kakamuita daddy. Nini? Tayari nini? Huku. Kwenda kukaangalia katoto, kamechafuka. Kamekata keki. Baba anabadilisha sura. Katoto kanasema, baba unalia nini? Why are you crying? Asa hapana misili. Asa unalia, kumbe amebadilika sura alivyoona. Katoto akajazoea, katoto kamezoea mama na kaosha, wanacheka, wanaimba nyimbo. Mama na kaosha huko anasema Sasa katoto kanajiuliza, huyu anayenisafisha yukoje leo? Nimefanya la ajabu lipi? Katoto kengine ambako kamefuatia, kaliona mdogo wake amefaidi
kuogeshwa na baba yake, na kenyeka kamuita kwa mbali, Daddy. Akasema nini? Akasema na mimi na Akamwambia wewe. Sasa unamzuia mtoto kitu gani? Si wewe ulisema uoni kazi anayoifanya mama hapo nyumbani? Jamaa akaona huu mtihani hauwezi. Kakusanya watoto, kapakia kwenye tukutuku, fukuzia mama. Alipomkuta akasema my wife, I was joking. Akasema mimi nilikuwa natania. Yaani wewe unafikiri kweli mimi nikufukuze nitakuwa mwenda wazimu? Kwa nini nikufukuze? Wewe ni mtu wa maana. Nilikuwa natania. Ameonja joto la jiwe. Baba, tu appreciate viumbe hawa. Mungu ametupa kama zawadi. Hebu mfanye mke wako asikie fahari kuwa na wewe. Aone kabisa na yeye umetambua thamani yake. Nilikuwa nafundisha mahali semina ya ndoa. Nikasema wanawake hawataki vitu vingi sana. Mwanamke anachokitaka ni attention. Pale nyumbani. Anataka tu akuone unajua kwamba yupo. Ndio maana kuna wakati mama anaweza akakwambia my husband, nini? Kichwa kinafanyaje? Kinauma. Sio kwamba anajua wewe ni daktari au wewe unauza dawa, lakini anataka attention. Anataka uende pale ushike kichwa useme kweli kinauma. Kimekwanza sanga usiku. Tonight. Ukimshika shika hivi, nikupe na maji unywe kidogo. Ukampa kabisa akanywa na maji. Ondoka. Unakuta huyu ameinuka kitandani. Huyu anaendelea na shughuli zake, anapiga deki, anapika. Usimkumbushe tena habari za kichwa. Kichwa kimeisha. Alichokuwa anataka attention. Anataka hata unapodrive gari usilione gari la thamani kuliko yeye. Anataka ukiendesha kidogo, ukifika kwa jamu unamwangalia, unamgusa, uko sawa? Anataka, yani hataki yani wewe una concentrate na usukani na ile nani tu. Anataka wakati mwingine unamshika kwenye bega, my wife, uko sawa? Niko sawa. Yani mnaenda hata mkiwa nyumbani, amepakua chakula, uguse tu kidogo sahani yake kama vile unaitengeneza, izungushe tu kidogo hapo aone kama umemjali. Wanataka attention hawa watu. Hawataki mambo mengi. Mwanaume unakaa hapo nyumbani utafikiri Boko Haram. Yani unakaa hapo jitu katili, yani kama vile mama hayuko hapo, kama vile umuoni. Turudi kwenye mistari sasa, nihubiri. Happy mother. Haya. Wamama muko sawa? Leo nani anapewa zawadi? Mnatupa nyie au sisi tunawapa? Kwa mnajiandaa zawadi kutoka kwa wangapi mama zao wako hai? Mama yako mzazi. Fanya kitu basi. Amen. Hata biskuti tu. Kama yuko mbali, tuma kahera kaingie kwenye simu yake. Umwambie mama umeona? Ndio furaha yenu sasa wa mama. Ndio siku ya mama leo. Nimekutumia kidogo hako. Tuma. Najua wako wengine hapa ni wachoyo, lakini jitahidi kidogo leo. Jikaze kidogo leo. Mtumie kidogo mama yako. Ni kweli hata sura yako imekaa kichoyo, lakini hebu jitahidi basi leo. Mtumie mama yako leo. Angalau hebu mwambie jirani yako, niombe jirani yako huyo. Mwambie mtume kidogo kwa mama yako. Na wengine mama yako alikufa, lakini kuna watu walikulea, kuna watu walikutunza. Tuma basi. Amen. Na wamama walivyo wa ajabu. Waweza ukashangaa mke wako anatamani umpe zawadi wewe, wakati na wewe una mama yako. Ni siku ya wamama. Kwa hiyo ukimpa mama yule, ukimzawadia na mke wako pia sio mbaya. Amen. Sasa ngoja nihubiri kwa nusu saa hii. Nimesoma hii mistari ambayo Mtume Paulo analisihi kanisa la Galatia. Nitahubiri ule mstari wa 9 hasa. Anasema tusichoke katika kutenda nini? Maana tutavuna kwa wakati wake tusipozimia roho. Nataka nihubiri haya maneno. Tusichoke tusipozimia
Kwa sababu kama kuna kuchoka, maana yake kuna wachoshaji. Huwezi kuchoka bila wachoshaji. Kama kuna kuzimia, basi kuna wazimishaji. Kwa hiyo anaposema tusichoke katika kutenda mema, na anasema tutalipwa. Lakini leo nataka niache maswali machache kwenye kichwa chako. Kama Biblia inasema tutalipwa, kama Biblia inasema tutavikwa taji, kama Biblia inasema Baba atasema poleni wanangu, mimi nataka leo nifungue mawazo yako. Umewahi kujiuliza maswali haya? Ngoja leo nikuuliza haya maswali, alafu uyatafutie majibu. Nataka nifungue kichwa chako. Hivi ukisoma kitabu cha Isaya 25 mstari wa 8, anasema kuna wakati Mungu atatufuta machozi. Umewahi kujiuliza maswali, utafutwa machozi uliolizwa na nani? Umewahi kujiuliza haya maswali? Umewahi kujiuliza maswali kwamba kama Mungu atawapa watu taji, hivi umewahi kujiuliza swali kwamba wewe unaweza kuwa sehemu ya mwenzako unaoishi naye kwenye familia kupewa taji kwa sababu ya kuvumilia kukaa na wewe uliyeshindikana, alafu akaishi na wewe mpaka kifo kitakapowatenga, alafu Mungu anamzawadia zawadi ya kuvumilia kukaa na wewe? Umewahi kujiuliza maswali? Biblia inasema kila mtu atabeba msalaba wake. Umewahi kujiuliza maswali kwamba kuna uwezekano kwenye hiyo familia mnayokaa? Maana leo nahubiri mambo ya familia, maana leo si ni Mother's Day. Umewahi kujiuliza swali kwamba Yesu anaposema kila mtu atabeba msalaba wake, hivi umewahi kujiuliza msalaba wa mwenzako ni upi? Huenda wewe ukawa msalaba wa mwenzako, yani mwenzako anabeba msalaba wewe. Hapa kanisani tunasema kila mtu ainue matatizo yake kwa Bwana. Umewahi kujiuliza mume wako anainua matatizo gani? Umewahi kujiuliza mke wako matatizo gani anayolia hapa kanisani? Anaomba mpaka nalia, anaomba mpaka nakuja kutoa sadaka. Umewahi kujiuliza ni kitu gani kinampa pain kwenye moyo wake? Huenda wewe ndio msalaba wake. Huenda wewe ndio anayeteseka na wewe. Anaposema inua msalaba wako, beba matatizo yako, mpelekee Bwana. Yawezekana mke wako anasema matatizo yangu ni mume wangu. Baba, namuinua kwako, namuleta kwako. Wakati unamuinua yeye, na yeye anakuinua wewe. Kwa hiyo kuna watu kanisani wanainuana, kuna watu kanisani ni mzigo wa mwenzake kila mmoja, yani unageuka msalaba wa familia. Anasema tusichoke katika kutenda mema. Kwa nini tusichoke? Maana wapo wachoshaji. Na inawezekana wewe ndio mchoshaji wa mwenzako kwenye familia. Ngoja nikwambie, kinachotuumiza mioyo yetu siku zote kwenye familia. Nilikuwa nawaambia watu mahali fulani falsafa hii. Mwanadamu ni kiumbe ambaye anatamani sana kupata vitu vizuri hata kama yeye hayuko sawa. Yani anataka kuoa mke ambaye yuko na tabia nzuri hata kama yeye mwanaume tabia zake mbaya. Mama anataka kuolewa na mwanaume mwenye tabia nzuri hata kama yeye tabia mbaya. Wazazi wanataka kuzaa watoto wenye akili hata kama wao walifeli standard 8, lakini wawe na watoto wenye akili. Umewahi kumwona mzazi ambaye anamfokea mtoto wake amefeli wakati na yeye mwenyewe alifeli? Anamwambia mtoto, wewe ng'ombe kabisa. Mimi nawaambia uwezi kumuita mtoto wako ng'ombe.
Kwa Kiswahili chako, mtoto basi katakuwa kandama ambako kamezaliwa na nani? Na ng'ombe mkubwa. Yani wewe uliferi standard 8, unamuita ng'ombe aliyeferi standard 4. Form 4. Sasa nani ng'ombe hapo? Yani mwanadamu hata kama yeye hayuko sawa, anataka vitu vilivyo sawa. Ndio maana unakuta kijana, unamuuliza kijana kwa nini hujaoa? Anasema no, ili swala sio la kuenda haraka. Lazima nitulie, nipate binti ambaye yuko na viwango, binti aliye sawa, wakati yeye mwenyewe maisha yake ya hovyo. Anataka aoe mke sahihi wakati yeye sio sahihi. Ndio maana unakuta mwanaume mlevi haoagi wanawake ba. Unamuuliza kwa nini unataka wanawake wale? Anasema no, siwezi kuwa walevi hawa walevi tunakunywa nao tu. Hawa sio wa kuoa. Anataka binti aliyetulia ambaye sio mlevi ila olewe na mlevi. Umewahi kukutana na mwanaume ambaye ana mipango mingi ya kando ila anataka mke wake atulie? Yeye ahangaike na wenzake, wa kwake awe wa kwake mwenyewe. Mwanadamu ni kiumbe wa ajabu sana ambaye anataka vitu sahihi hata kama yeye sio sahihi. Ndio maana leo nimeona nikukumbushe mambo machache kwamba kuishi kwako maisha matakatifu utakuwa umetupunguzia mzigo wa kuishi na wewe. Yani ukiishi maisha matakatifu, yani anayepata advantage sio Mungu peke yake, kwa sababu Mungu ukai naye, unakaa na sisi. Sisi ndio tutafaidi na uwepo wako. Ndio maana nilikuwa nawaambia watu wa ibada ya kwanza, kuna maandiko Yesu anamwambia Nikodemu, Injili ya Mathayo Yohana 3:3. Anasema mtu asiyezaliwa mara ya pili hawezi kuurithi nini? Ufalme wa Mungu. Sasa tunamuuliza Yesu, kama hawa wasiozaliwa mara ya pili hawana qualification za kuingia mbinguni, umewakataa kwamba hawatakiwi kuingia kule, hawafai, mbinguni kunataka watakatifu. Sasa hawa waliokataliwa mbinguni, rejected hao, sisi tutaishije nao? Kwa sababu huyu aliyekataliwa mbinguni ndio mume wa mtu, huyu aliyekataliwa mbinguni ndio mke wa mtu, huyu aliyekataliwa mbinguni ndio mtoto wa mtu. Yani mbinguni wamesema hafai, alafu mimi ndio naishi na wewe. Uone kama nateseka? Unamwonaje mwenzako ambaye unakaa naye pale kwenye familia, ni rejected au ni aliyekubalika? Unamwonaje mume wako? Unamwonaje mke wako? Unaonaje watoto wako wale pale? Unaonaje watu naokaa nao, relatives ambao wako pale? Ni wale waliokubalika mbinguni au ni wale waliokataliwa? Unajua hakuna msalaba mzito kama kuishi na mtu aliyekataliwa mbinguni. Ndio maana tunapohubiri habari za kuokoka, habari ya kuzaliwa mara ya pili, habari ya kupokea salvation, tunamaanisha tunapokuhubiria wokovu, hatukuhubirii wokovu ili uende mbinguni. Niliwaambia mbinguni ni kwa baba yako. Kwa hiyo wewe kwenda mbinguni sisi haitutishi, lakini tunafaidika na wewe kama umeokoka, kama umezaliwa mara ya pili, umetupunguzia mzigo wa kuishi na wewe. Kwa sababu kuishi na mtu ambaye hajazaliwa mara ya pili ni shida. Umewahi kukaa na mama ambaye hajazaliwa mara ya pili? Kisirani, yani makasiriko, yani hata vitu vidogo tu, hata kumwambia chumvi imezidi amekasirika. Ungeoa wanaojua kupika, ungeoa wasio mna mkono wa chumvi, ungeoa asinajuza mama tushinde kukuambia chumvi, amekasirika. Wengine wamezira kabisa, wamekasirika, wamechukia, hawezi kupanda hata magari ya waume zao. Kisa mume wake alimpigia honi, we ibada pe nakuja, be hey I'm coming. Sasa si tuchelewe ibada kwa sababu ya sura yako. Kama sura imekataa,
Usifikiri ndo itabadilika kwenye Sunday moja tu. Umekaa hapo unachonga chonga, unaipaka paka, sura imekataa. Iache. Wai kanisa. By the way, unateseka nini? Mimi nilisha kuoa tayari. Unapoteza muda tu hapo kwenye kunani. Unafikiri nitakuoa mara ya pili? Mimi nilisha kuoa tayari. Tuwai ibada. Tumepiga honi, unanipiga kelele, unaninyanyasa. Mimi kwetu hatakuwa na magari. Nilizoea matatu, nilizoea tukutuku. Nitarudi kwenye tukutuku zangu. Gari lako enda. Unazira. Halafu tuko hapa tunaimba, mtumishi wa Mungu yule ameenda kupumzika. Anatuimgoza hapa na praise, na wewe huko unachangamuka. Halafu umekuja na matatu, umezira kupanda gari ya mume wako. Umezira wewe kisilani makasiriko. Umemfanya mume wako sasa hatulii hapo nyumbani. Maana naogopa. Kwa hiyo unakuta usiku yuko anasukuma karata, anacheza bao, anacheza michezo, saa 2, saa 3. Wewe wai nyumbani, nafundi kakuta amelala. Makasiriko wangu. Hujazaliwa mara ya pili. Unawafanya wenzako wachoke na kuzimia kwa sababu ya miasira. Na huko hapa, hebu mwangalie huyo mama aliyekaa naye karibu. Sia hata sura ya makasiriko huwa inaonekana tu. Yaani hata hivi na ubiri ameshabadilika sura. Lakini uzuri wake unifanyi chochote. Mimi ninachotaka nikwambie, hebu rekebika, zaliwa mara ya pili, kombolewa, okolewa na Kristo, safishwa na damu yake, ili mwanaume mwenzetu apumzike. Sasa hivi Nairobi hapa baridi imeanza. Halafu leo nitawahubiria mpaka mkubali, kwa sababu hata nani imezima kabisa. Kwa hiyo hata sijui muda wangu naenda saa ngapi. Kwa leo mtahubiriwa mpaka basi. Sasa hivi hapa Nairobi kuna kabaridi. Lakini kuna wanaume hata kuomba hayo maji ya moto ni shida. Anabaki tu anazunguka. Yani leo leo naweza kulala bila kuoga. Kuna shida gani? Yani kuna baridi. Kwa hiyo ulikuwa unasemaje? Acha tu maana sasa kupata maji ya moto itakuwa shida. Acha tu. Mume wako anashindwa hata kuomba maji ya moto. Kama kuomba maji ya moto ni shida, unawaza nini? Nasema kama kuomba maji ya moto anazunguka. Mwangalie tena jirani yako, mwambie usiwaze tofauti. Mwambie jirani yako usiwaze tofauti na anachosema mchungaji. Mimi nimesema tu kama kuomba maji ya moto ni shida. Kwa hiyo chai. Yani watu wa Nairobi watu wana akili nyingi. Yani kuna vitu ambavyo hata hujasema wao tayari wanaenda mbele. Hivi tayari wameshaenda kwamba sasa. Kwa kuna wanaume wanateseka. Tusiposema hao baba wataendelea kupata tabu. Ngoja nikwambie ukweli. Wakati mwingi dunia iko upande wa wamama. Wanaonewa, wananyanyaswa. Wewe, wanaume ni siri. Ni vile wanaume hatuwezi kwenda police station kule. Kwamba police, nimekuja kuandika statement ya nini? My wife amefanyaje? Huu ni mwezi wa 3. Hajafanya nini? Sasa yani mnajifanya mnaelewa kuliko mhubiri. Subiri kila neno nilitamke. Mimi ndio mwenye manani. Kwa nini mnaenda mbali?
Kwa hiyo kuna tabu. Hao ni wababa ambao wananyanyasika lakini hawasemi. Wengine wako hapa, unanyanyaswa na mke wako sana. Sasa wale ambao bahati mbaya sijui nzuri mama awe na hera kuliko mume wake. Mwanaume utaitika abe, utakimbizwa humo ndani kama house boy. Yaani kila kitu anaamka asubuhi, hoya chai. Na uwezi, ana hera kukuzidi. Kuna mama wanyanyasaji mpaka unatamani kumuombea kwamba Mungu, naomba. Ni kweli ulisema tubarikiwe, ila mwenzangu abarikiwe kidogo kuliko mimi kwa usalama wangu. Kwa sababu kuna wamama wakipata hera wana manyanyaso sana. Msione wanaume wengine wamezeeka kabla ya wakati wao. Ni manyanyaso yaliyo kwenye nyumba zao. Hawasemi. Mwanaume anajikaza tu za nyumbani. Salama. We are doing fine. We are fine. Lakini kuna wanaume wanakula makofi. Kuna wanaume wanapigwa. Kuna wanaume wananyimwa, wanaenda kula hotelini. Kuna wanaume wanalala kwenye sofa, hata chumbani anamfukuza. Kuna wanaume hawana sauti. Hivi naongea hapa, wananiombea kwamba mchungaji usimalize haraka, endelea. Maana unanisemea hata kama hayupo kwenye ibada, asikiliza online. Nateseka na mama huyu. Kuna wamama ni hatari. Inawezekana mjawahi kuambiwa maneno haya. Mimi ngoja nikupe live. Ndio maana bishop amenileta hapa. Bishop ana wachungaji wa aina mbalimbali. Ana wachungaji wapole, ana wachungaji vichaa kama sisi. Ndio maana ameniachia kanisa, ameenda Zambia ili niwanyooshe akiwa hayupo. Sasa akirudi kesho muje mlete mashitaka kwamba ulituachia mhubiri, ametuambia nini, ametuambia neno magumu. Bishop na hekima zake atasema, mimi mwenyewe namfahamu kijana wangu yule, mumvumilie. Moyoni anasema safi. Maana kuna maneno bishop hawezi kusema, ni baba yetu. Wote tumempelekea matatizo. Hawezi kusimama hapa aseme haya mengine ananiachia kichaa wake. Mwambie jirani yako atarudi tena, maana ni mtoto wa bishop. Atarudi tena hapa kutunyosha. Kwa hiyo kuna wamama ni hatari. Kuna wanaume wanapata tabu, hawasemi. Hata kija kwako mchungaji, utasikia ombea familia yangu kwa ujumla, lakini pamoja na my wife. Shika hiyo sasa. Shika hiyo. Akisha sema my wife, hapo ndio point. Kuna mama wanateseka. Wamama unaendeleaje nyumbani? Mume wako anaisomaje namba? Ana enjoy mpaka natamani aongeze na ng'ombe nyumbani kwenu? Mbona wenyewe wamenuna hapa, wamebadilika sura? Haini hao ni wamama. Lakini wakati huo pia wako wamama wanaoteseka. Wanaishi na wanaume ni maboko haramu. Wakatiri. Unajua kuna wanaume hata akili kidogo kwa mbali imeisha kabisa. Mwaikona mwanaume anapiga mke wake ngumi kabisa miaka hii, ambayo hata ng'ombe jike halipigani na dume. Dume linasukumwa na jike, unakuta dume linaenda tu. Uliwahi kuona jogoo anapigana na tetea ile kukujike? Hata wanyama wanakushinda akili, wanapiga mama. Halafu unasema nampiga kwa sababu hasikii. Wewe mbona usikii? Nawaambia kwa wanaume, kama unatamani kupiga na ngumi, uje kwa wanaume wenzako tukunyooshe. Unaenda kupiga mwanamke jikoni, unapiga mwanamke, yani unapiga mke kabisa, piga mwanaume kweli.
Na mama ni wavumilivu, anapaka paka nani yake kumbe amekula makofi. Unamuuliza nyumbani mnaendeleaje? We are okay, we are okay. Mtu amekupiga mpaka meno ya mbele yameenda. Unauliza hayo meno hapo, nilianguka. Kuna mama wana vifua vya kutunzia madhaifu ya mume wake. Hawasemi. Lakini Biblia inasema tusichoke katika kutenda mema. Wako watu wanatuchosha. Unafanya mema pale kwenye familia, hayaoni. Wako watu wanafanya uzimie. Unafanya mema pale nyumbani, hayaoni. Mwisho unafika mahali unazimia kabisa. Nikisema hivi, watu wengine hamnielewi. Kwa sababu gani? Unadanganyika na uwepo wa ibada nzuri hapa tunavyoimba. Pako unamwangalia mwenzako unaona kama malaika aliyechelewa kwenda juu. Unamwangalia huyu kama unaona kama ni angel. Unamwona, lakini wafuatilie watu nyumbani kwao wanavyoteseka. Fuatilia watu kwenye familia zao wanavyoteseka. Mimi nahubiri haya kwa uchungu kwa sababu nararaga saa 6 saa 7 kufanya mashauri ya familia. Watu hawana amani. Hivi navyoongea message zinatiririka kwenye simu yangu. Lakini ukiangalia zote malalamiko ya familia. Watu wanalalamika. Kuna watu wanatufuatia mitandaoni, wanakubaliana na mimi wanavyoteseka na ndoa zao, wanavyoteseka na watoto wao. Yaani walitarajia kuwa na watoto wema, watoto safi. Watoto wanazaliwa wavuta bangi, madawa ya kulevya, watoto walevi, wanabeba vitu kwa nyumba, ameuza redio, ameuza TV, lakini huna mahali pa kumpeleka, ni mtoto wako, unateseka naye. Halafu Biblia inasema tusichoke katika kutenda mema. Huyu mtoto wa aina hii nitakosaje kuchoka? Mtoto mnapiga kufuri, mnafunga, mnaroki mkiwa hapo hapo nyumbani. Unatoka chumbani krokocho, umekaa sebuleni. Ukitaka kwenda nje krokocho. Kwa sababu ukizembea kidogo, simu imeenda, redio imeenda, kitu gani kimeenda. Lakini ni mtoto, mko naye hapo nyumbani. Na naiba akawape madada kule. Alafu hawa ni watu tuko nao kwenye familia. Sio tu kwenye familia, kanisani wapo. Hivi na ubiri uko hapa, unawatesa wazazi wako, unafanya familia yako ikae kwa mateso. Wazazi wakati mwingine wanalia, wanaamka mpaka usiku, baba saidia wanetu, saidia. Yaani wewe ndio uwe wa kutesa wazazi wako, baadaye tupambane na shetani tukapambane na wewe. Wazazi wamekupa kila kitu, wamekusomesha, umesoma mpaka university, walipata school fees kwa machozi, umemaliza, unafanya vitu vya kijinga. Tukihubiri namna hii mnatuambia mchungaji, wewe mchungaji atakuwa ametoka ushago, yani mchungaji mshamba, sio vitu gani, dunia imebadilika, lazima tuenjoy. Huwezi kuenjoy kwa kutesa wazazi. Kuenjoy kitu gani? Wewe unatafuta kazi, wewe ndio unakula mabangi, unakula madawa ya kulevya, umekuwa mlevi. Wazazi wamekosa amani. Kuna wazazi wako na pressure, sio kwa sababu ni wagonjwa, watoto wao wanawapa pressure. Na nikisema hivi, useme mchungaji unahubiri maneno gani haya? Mimi niko online hapa, nazungumza na maelfu ya watu. Kama wewe uko salama, tulia. Kuna watu naongea nao. Kuna watu niko nao online na washughulikia huko. Si nimewaambia hapa somo letu la juzi, nimekuwa naangalia, limetazama na watu 200,000 na kitu. Wamefuatilia online. Kwa hiyo nikisema hapa, maneno mengine sio ya kwenu. Naongea na watu walioko kule mbali. Wanasema ng'ombe anayepigwa ni aliye karibu na mchungaji, wakati anayechelewesha safari yuko mbele. Kwa na nyie mnapigwa hapa, sio kwa sababu nyie ndio wenye kuhusika na mahubiri haya, ila kwa kuwa kuna watu wengine wananifuatia online, ngoja niseme nao. Amen.
Lakini na wewe kama uko hapa na wewe ndio wale wale, na wewe pokea dozi hii ukiwa hapa karibu. Mtu mmoja alinitumia message juzi, anasema mchungaji, wewe unaongea na watu polepole, usitumie maneno magumu. Nikasema hivi, unavifahamu vichwa vya watu wa Nairobi wewe? Au unavisikia vichwa vya watu wa Nairobi unawaambia Vichwa vya watu wa Nairobi vinahitaji hama, vinahitaji nyundo, vinatakiwa nondo, vinatakiwa mawe ya kueleweka. Maana kuna vichwa vimepinda. Ukikihubiria tu yale maneno, pokea baraka, I receive, na mapombe yako, Bwana kuonekania, I receive, na hiyo mipango ya kando bado tu una receive. Vichwa vya watu wa Nairobi vinatakiwa wahubiri vichaa kama sisi, ambao na si vichwa vimepinda na wao vimepinda, tukutane kwa ulingo ili tunyoshane. Kama unafikiri nasema uongo, angalia kichwa cha jirani yako. Hicho ndio kichwa cha kusema wakati wa Galatia inaandikwa ulikuwa mwaka. Paulo aliandika akiwa hicho. Hicho kinatakiwa nyundo. Hicho kinatakiwa kinyoshwe. Sababu mume wako wewe huwezi kusema naye, mke wako wewe huwezi kusema naye. Nimekuja mimi baunsa wake ambaye simuogopi wala nini, ili familia yenu ikae kwa amani. Ndio targeti. Nilikuwa nasubiri mpige makofi niwaambie simama sasa. Simama, piga makofi. Profesa wangu aliniambia, ukiona watu wameshangilia sio kama waongea point, ila time is over. Inamisha kichwa chako nikuombee. Tafakari maneno tuliyoyahubiri mahali hapa. Tafakari, kwa sababu Biblia inasema tusipozimia, tusichoke kutenda mema, tutalipwa kwa wakati wake tusipozimia roho. Lakini tuisema kama kuna watu wanazimia, wako watu wazimishaji. Kama kuna watu wanachoka, wako wachoshaji. Tunatamani kwenye familia yako kuwe na amani. Tunatamani Yesu Kristo yabadilishe maisha yako kuanzia leo, akufanye kiumbe kipya. Familia yako waenjoy kuwa na wewe pale, mke wako waenjoy, mume wako waenjoy, wazazi wako waenjoy kuwa na wewe. Na mimi najua maisha yako yawezekana hayako sawa, na Mungu amenituma ili nikuombee, ili niseme na wewe, nikuombee sala hii. Yesu akutengeneze, akubadilishe, akufanye kiumbe kipya kuanzia leo. Nataka nikuombee, niombe kwa ajili yako. Ukiumenamisha kichwa chako, wewe unasema kweli mchungaji, namuhitaji Yesu kwenye maisha yangu, nahitaji mabadiliko yatokee ndani yangu. Unasema kweli, nahitaji uniombee, niongoze sala ya toba, maisha yangu yawe mapya. Yesu aingie kwenye maisha yangu, anifanye mtu mpya, kiumbe kipya. Nataka nikuombee. Kama unatamani maombi haya, inua mkono wako juu namna hii. Unayetaka nikuombee. Asante sana. Nasema mchungaji niombee, nahitaji sala ya toba, nipatane na Mungu wangu, anisamee, nianze maisha mapya kuanzia leo. Nimkiri Yesu awe Bwana Mwokozi wa maisha yangu kuanzia leo. Niombee mchungaji. Inua mkono wako juu namna hii. Naona mikono ya watu wengi sana, watu wengi sana ambao wametaka niombe kwa ajili yao. Mko wengi, naomba msogee hapa mbele. Kimbieni mbele wote mlionyosha mikono. Njooni tu wote hapa mbele. Msiogope, njoo hapa mbele wote. Wote mlionyosha mikono, kimbia hapa mbele. Tufanye sala hii, tukuombee. Njoo tu wala msiogope. Tunachofanya hapa ni maombi, kukuombea. Kuomba ili Mungu ayabadilishe maisha yako, kila kitu kiwe kipya. Familia yako iwe mpya, ujana wako uwe mpya, kila kitu. Nataka nikuombee. Usiogope, ni nafasi yako nzuri. Tunachokifanya hapa ni maombi. Sogea mbele tufanye maombi haya.
Njoo tu, usiogope. Kimbia mara moja, muda wetu umeisha. Kimbia mara moja, tufanye sala hii. Nikuombee sala hii. Yesu akufanye mtu mpya. Njoo hapa mbele. Njoo tu. Hata kama ukunyosha mkono, unasema sikunyosha mkono lakini nahitaji na mimi niongoze sala hii ya toba. Mungu anisamehe, Mungu anitakase. Mchungaji niombee. Kimbia mara moja hapa mbele, tufanye maombi haya. Ni nafasi yako nzuri. Bwana amesema na maisha yako. Usijikaze. Yesu yuko tayari kubadili mfumo wa maisha yako. Ukikubali tukuongoze sala hii, kuna kitu kinazaliwa upya kwenye maisha yako. Kuna kitu kinazaliwa upya kwenye maisha yako. Shetani asikwambie ukienda mbele watu watakushangaa. Watu ni akina nani? Yatazame maisha yako ya kiroho ili yawe sawa, familia yako ineemeke, ipate mema ya nchi. Njoo tu hapa mbele. Na kusubiri unayesita sita katikati ya mawazo mawili, niende nisiende. Maana uko mtu hapa hivi ninavyoongea umekosa amani. Umekosa amani kabisa. Huna raha. Kuna kitu kinakwambia sogea mbele. Huna amani kabisa. Hebu kimbia mara moja, njoo. Njoo hapa kwa sababu huna raha. Huna amani. Unateseka. Mapigo ya moyo wako, mdundo wa moyo umebadilika. Kuna kasauti kanakwambia sogea mbele. Sogea mbele. Shetani anakuambia usiende, watu watakushangaa. Kwani watu ni akina nani? Jali maisha yako. Kimbia mara moja kabla hatujaanza. Ruhusu Yesu ili aweze kuingia kwenye maisha yako akubadilishe. Sogea tu. Na kusubiri kwa sekunde 2-3. Asante. Wapishe wanaokuja. Wapishe wanaokuja mara moja. Wapishe wanaokuja mara moja. Wanataka kutengeneza maisha yao. Na mwaliko mwingine, kama wewe unapenda kujoini na chachi yetu, umekuja kusikiliza tu leo, umependezwa na ibada zetu, moyo wako unasema hapa pawe sehemu ya kupatia mkate, nilishwe na Bishop mahali hapa, niwe mtoto wake pia. Usijiunge kanisa kienyeji kwamba nimehudhuria mara 2 na mimi nitakuwa memba tayari. No, wakati mwingine njoo pita mbele tukuone, tukutambue. Usijiunge kama mwizi hivi. Sogea tu hapa mbele. Na wewe ambaye unataka kujoini na chachi hii, umependa mahali hapa pawe sehemu yako ya kupatia mkate, sogea na wewe hapa mbele tuombe pamoja na hawa. Kama upo, sogea na wewe mbele. Asante sana. Asante sana. Sogea na wewe mbele. Kama na wewe unataka kujoini na chachi yetu, njoo mara moja. Unataka kuwa mtoto wa Bishop Masinde, njoo hapa mara moja. Ulelewe na watumishi wa Mungu hawa. Njoo jiunge na sisi. Kimbia mara moja. Asante. Kimbia mara moja. Join na sisi. Kanisa tukuone, kanisa tukupokee, kanisa tukukubali. Sogea mara moja. Ulikuja kusikiliza lakini ukaona ibada hii ndio mahali pa kupata mkate. Ibada iko live, ibada iko hai, ibada iko safi. Yani uimbaji tu kiimba hapa unasikia uponyaji unatembea, unasikia nguvu zinatembea. Njoo na wewe ujiunge na sisi. Hebu mangalie your neighbor, muulize wewe ni memba wetu au umekuja kututembelea. Mwambie bado hujapendezwa na kanisa yetu, bado hutaki kujoini na church. Akisema anataka kujoini, msindikize tu, mlete hapa. Msindikize. Watu wanasindikizana kwa marriage, sembuse kwa Yesu Kristo. Mlete na huyo mwingine aje. Asante sana mama yetu. Asante sana. Asante dada yetu. Njoo joini na church yetu. Mungu akubariki sana ili na wewe uwe sehemu ya hii kanisa. Naomba tulioko hapa mbele, weka mkono wako kifuani. Najua tumekula muda lakini tumekula kwa faida. Sema Bwana Yesu. Sema kwa sauti, Bwana Yesu, nipo kwenye madhabahu. Nimesikia ujumbe huu. Umegusa maisha yangu. Kuanzia leo na kupokea Yesu uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu kwa upya tena. Unifanye kiumbe kipya. Baba, asante kwamba kuanzia leo nazaliwa mara ya pili na kuwa mtu wa tofauti. Asante Yesu kwa kunisamehe. Kuanzia leo na kukiri Yesu uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante kunishika mkono, peke yangu sitaweza. Baba, nisaidie. Baraka zako ziwe juu yangu kuanzia sasa. Baba, asante kwamba utanishika kwa mkono wako, sitarudi nyuma.
katika jina la Yesu, amen. Wachungaji, tunyoshe mikono kwa ajili yao. Tamka neno kwa maneno mawili matatu kwa wapendwa hawa. Baba, katika jina lako Yesu Kristo, wapake mafuta mapya hawa watoto wako, wakubali katika jina la Yesu. Baba, wawezeshe kutembea katika kweli yako. Nasiombea ndoa zao, naombea familia zao, naombea maisha yao, naombea biashara zao, naombea kazi zao. Yesu, onekana kwenye maisha yao, onekana kwa upya, maana Yesu, wewe utakuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Ninawaacha kwenye mkono ulio hodari katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba tukiamini. Wana wa Mungu tuseme amen. Tuseme amen. Amen. Mungu akubariki sana. Asante kwa uamuzi mzuri. Tutakuwa na maneno mawili matatu ya kukujenga pale juu. Usikimbie. Usiseme mimi wameniombea inatosha. Kuna vizuri pia ukapandisha pale juu. Tutakupa maneno mawili matatu ya kukujenga na kukutia hamasa ya kusonga mbele. Nimkaribishe mtumishi wa Mungu. Mungu akubariki sana. Kumbe we mwimbaji hatari. Waimbaji kama wewe tulikuwa tunazoea kuona Marekani wapi kumbe yuko Nairobi tena deliverance umoja. Umenibariki sana sana. Naomba Mungu aendelee kukuinua zaidi na zaidi. Uanze kufanya makonferensi makubwa huko New York, makubwa huko Uingereza, makubwa huko South Africa. Mungu amekupa kitu ambacho sio cha kawaida, na kwa unyenyekevu wako utafika mbali. Kwa sababu wengine kwa level uliofikia hata kusalimia sisi tungesalimia kwa level uliofikia, lakini umekuwa mnyenyekevu sana. Mungu aendelee kukupa kufanya uwe humble. Mungu awabariki sana. Tutaonana wakati mwingine. Bishop akinipa nafasi, najua nitarudi tu. Wangapi wanasema Mgogo arudi? Amen. Mungu awabariki sana. Tunaomba mliopita mbele mtapewa maagizo kama mtumishi wa Mungu. Kama umekuja mbele, ndomba ugeuke upande wako wa kulia uweze kufuata